na kukale kaukimya kadogo haka kasiwaletee watu shida ya kutaka waharibu pai zao haraka, maana linalokuja ni zaidi ya bomu. Bei ya pai ni tishio duniani, maana kuna hackathon companies mengi yalikuwa yanasubiri leo ipite, alafu tutaanza kusikia kitu siku kwa siku. Kwa hiyo kuna uzuri nafikiri, okay. Na kuna radha. Kwa maana hiyo nje na kusubiri, yako makampuni ambayo yatakwenda kutoa huduma yako tayari kwa pai, malipo pai. Maana kama unataka TV, unataka gari, unataka kitu gani, yako tayari kwa sasa hivi. Hata kesho mtu akiwa anakwenda China, Malaysia, Singapore, yeye ataingia tu wapi wanauza. Hayo hayana swali. Sasa kwetu sisi tuna makampuni yatakayoleta, yalishajisajili ya Wachina, ya Wahindi, ya Waafrika. Mpaka kwetu hapa jirani Burundi alishaanza kuweka tawi hapa, ili vitu vya bandarini vingine viishie hapa, vinapokwenda huko viende kwake, lakini sisi tununulie hapa. Mbele ni kizuri kabisa. Kwa maana hiyo sasa mtu anaweza kaa na nafasi ya kusafiri kuelekea kwenye nchi za wenzetu ambazo zimeendelea, na akapata huduma, akanunua vitu vyako, kama ni gari, kama ni chochote kile, kuanzia kesho milango imefunguka. Binafsi naweza nikaongeza langu, hana hela pengine na nauli tu, amefika huko, mizigo amenunua, afanye utaratibu wa kuzidisha, ili vingine huduma ya shipping cost awaambia talipa bandarini. Hiyo itaanza kuanzia kesho. Kwa maana hiyo sasa unaweza ukaagiza, kama una ndoto ya kununua gari, ukaagiza magari mawili, ikifika bandarini unauza moja, unakomboa la pili kuanzia kesho, si ndio? Hata 4 5 vingine vinauzwa, unanunua viwanja na nyumba zako huko. Kwa watu ambao pengine hawana utaalamu wa kuanza kufanya miamala na utaratibu mzima wa kupata manufaa ya Pi Network, unawashauri nini kuanzia sasa? Pi moja itamtaka mama mmoja, kwa bahati mbaya pengine ni mjane, lakini amemiliki Pi moja, ameachwa na watoto, atakuwa akimegua Pi kwa huduma zote za kifamilia. Ana uwezo wa kuishi mpaka miaka 10 kwa Pi moja. Pi moja itakapofika kuanzia milioni 800 mpaka bilioni 2 na milioni 500 itacheza hapo, ataishi nayo hiyo. Huyu bingwa mkubwa duniani Elon Musk anasema mjadala unaendelea wa kushughulika na Pi katika malipo, yaani miamala ya Pi iingiliane na shughuli zetu hapa Tesla. Hiyo lugha ilifanya tukaamka sana kwa kweli kisaikolojia. Tunaona ni kiasi gani dunia inaielewa na kuielezea Pi. Tushukuru sana daktari. Wewe ni mtu muhimu sana kwa taifa katika upande wa blockchain pamoja na cryptocurrency. Pengine wito wako wa mwisho kabisa kwa serikali na wananchi ni upi kuhusiana na ujio wa cryptocurrency? Kila aliyesomea mambo ya fedha asiyeweza kuelewa sasa hivi kinachoendelea, hata kuwa kiongozi wa mambo ya idara ya fedha, automatic hana nafasi. Anajitoa kwenye mfumo. Dunia inataka wanaojua, watasimama wanaojua wajibu wao ni upi kwa wakati huu. Sasa hivi tunaposubiri mfumo unakomaa kwa sura ipi sasa, wenye kujiunga wawe wengi. Mbele huko kunafungwa, yaani watakapotupa ratiba halisi ya mizunguko ya kibiashara ya barter trade, hata mining rate itaanguka chini. Alafu watakuwa wanachimba kwa mwezi mzima, mwezi na nusu, ndio apate haka kamoja. Baadaye miezi 10 hadi 11 kamoja. Kwa lugha nyingine, baadaye ndo huko hatutachimba, maana unachimba mpaka wajukuu zako ndo wanakuja kupata Pi moja. Wewe unaziweka, unaondoka, hujaipata moja. Kwa sababu kama malengo yatatimia ya maoni ya Wamarekani ambao tunawaombea yatimie tu, kwamba Pi itakuja kufika milioni 1 dola. Milioni 1. Ni nini tunachokiongea kama sio bilioni 3 za Kitanzania? Ndio. Hawa watu wanaokaa madirishani wanauza hivi vitu ili usafirie, uswapu. Pesa iliyotumika kutengeneza yale mashine ni kubwa kuliko kakani. Wameingiza mamilioni, alafu watu hawataki kuingia pale. Wameanza change hakuna. Baadaye si change hakuna, hata wahudumu hawatakuwepo. Na mtazamaji wa Wave TV Tanzania, nikukaribisha kwa mara nyingine tena mara baada ya ahadi nyingi sana ambazo tumekuwa tukizitoa katika channel yetu ya Wave TV Tanzania kuhusiana na uzinduzi rasmi wa mtandao wa Pi Network.
tayari tukio hili limekwisha kuwa limefanikiwa kwa 100%, na tunaye daktari hapa Kibona ambaye watu wengi wamemzoea kwa jina maarufu kama Shalom Shalom Majeshi ya Pai. Atakuwa kuzungumza kile ambacho kimefanyika leo na nini maoni yake kuhusiana na uzinduzi huu, nini kitakachofuata mara baada ya uzinduzi wa sarafu ya Pai Network. Jina langu ni Alexander Mukwi, hii ni Wave TV Tanzania. Tafadhali ungana nami kuanzia mwanzo hata mwisho. Karibu sana daktari. Asante. Heshima yako. Nashukuru. Naam, nimefurahi kukutana na wewe. Leo ni siku ya furaha. Naam. Watanzania wana hamu kubwa sana kusikia sauti yako na kutazama ukizungumza neno mara baada ya uzinduzi huu ambao watu wengi wameutarajia kwa muda wa miaka 6. Leo tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2025 umekamilika kwa 100%. Tuambie, una lipi la kuambia Watanzania na Wanaafrika Mashariki? Ni miaka 6. Safari ilikuwa ndefu sana. Ni miaka 6 tangu waweke uzinduzi rasmi wa kwanza, lakini ni kuanzia 2013. Miaka 7 ilipita wakatangaza. Sasa hivi 6 hii ama 5 juu yake, ukiweka 7 na ile 5 au 6 tunakwenda mbali sana, ni 13. Safari ndefu ya Pai. Hii safari ni ya kubadili sura ya uchumi yote, kutoka asili ya kuuza na kununua tulioizoea, ya karatasi, ya sarafu zile zinazoshikika, fedha, dhahabu, gomera, chuma, vyovyote. Tunaingia kwenye pesa isiyoshikika ndani ya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Hapa ndipo shule nyingi zitakazofunguliwa. Vyuo vikuu vitaandika money of the internet, sio tena biashara za hapa chini. Halafu ni mapinduzi ya uchumi wa pesa ya kushikika, hivyo yanaitwa cryptocurrency revolution, mapinduzi ya sarafu fiche au sarafu za kimtandao. Hii lazima iwe na waanzilishi. Wanaoitwa pioneer ni waanzilishi, ni waasisi, pamoja na waasisi kuwa core team kule Stanford University, lakini wamekabidhi uasisi kwa wote wafuasi wapya wa kwanza waliotangulia kujiunga. Tukapata fursa ya kuwemo. Hivyo sisi ni miongoni mwa waasisi. Leo dunia nzima inaadhimisha, inasherehekea uzinduzi wa ufunguzi wa mtandao uliokuwa umefungwa na ule utepe wa moto unaitwa firewall. Sasa hivi umeachilia. Tuna uwezo wa kulinki na huduma za nje. Kwa hali hii tunajirinda tu jambo moja, tuna uhitaji mkubwa najua, na kukareka kaukimya kadogo haka kasiwaletee watu shida ya kutaka waharibu Pai zao haraka, maana linalokuja ni zaidi ya bomu. Bei ya Pai ni tishio duniani. Pai moja itamtaka mama mmoja, kwa bahati mbaya pengine ni mjane, lakini amemiliki Pai moja, ameachwa na watoto. Atakuwa akimegua Pai kwa huduma zote za kifamilia. Ana uwezo wa kuishi mpaka miaka 10 kwa Pai moja. Pai moja itakapofika kuanzia 1,800,000 mpaka bilioni 2 na milioni 500 itacheza hapo. Ataishi nayo hiyo. Ndio lengo la Pai. Kwa sasa hivi misukosuko ya wiki moja, wiki mbili kwa kuwa imefunguliwa, wezi na manyang'au ni wengi. Watataka kukwapua kwa $1, $2, $10, $100, $200, $600, hata $1,000 mwingine, ili mradi kwapue Pai yako. Ilinde, subiri miongozo inayozidi kushuka kwa core team, tutafurahia wote kwa pamoja. Manake Usiuze. Na kuna haya makampuni tunaita hackathon, yameshajisajili tayari. Yataanza kumimina bidhaa za Pai. Wiki jana tuliwasikia wakuu wa dunia, huyu bingwa mkubwa duniani Elon Musk anasema mjadala unaendelea wa kushughulika na Pai katika malipo, yaani miamala ya Pai iingiliane na shughuli zetu hapa Tesla. Hiyo lugha ilifanya tukaamka sana kwa kweli kisaikolojia. Tunaona ni kiasi gani dunia inaielewa na kuielezea Pai. Kwa hivyo Pai imekuwa sababu kubwa ya Tanzania nayo itakuwa na uchumi mzuri. Wow. Kwa wale watu ambao pengine walitegemea dashboard kubadilika na kuandika GCV,
una kipi kuzungumza na Watanzania hususan wana Afrika Mashariki? Tunazo njaa kwa kawaida kama unavyozungumza, tutegemea GCV kisoma pengine dola 300,000 mtajihakikishie kuwa yeye ni bilionea. Kwa sasa hapa unazungumziaje? Daima GCV huwa inabadilika masaa kadhaa baada ya wao kutoa announcement tulizokuwa tumezisoma. Zenyewe tumezisoma, hazina shida, zipo. Ukiingia kwenye website yao uhamishia hapa, hilo tu. Na lingine zuri zaidi, tulichokuwa tunakitafuta sio GCV, tulikuwa tunatafuta kulaunch mradi ambao tulikuwa tunapigania GCV, na tumemaliza hilo. Kwa hivyo kwa lugha nzuri, hawa wote waliokuwa wamekaa hapa wanaoitwa GCV ambassadors, kazi yao nzuri imefanikiwa. Wamewekwa hawa kila mali, ndio wanamgambo hawa, ndio mavigilant wa kulinda pai sije kashuka bei kila mkoa, kila nchi duniani. Kwa maendeleo haya, popote ulipo watamtetea mwanapai, mtasimuibie pai yake, kwa kuwa tuna GCV ambassadors. Kuna sarafu nyingi zinatamani hii isije kawa sarafu mama, iwe chini hivyo hivyo. Ndio maana nimeweka ulinzi, kwa kuwa yenyewe bei yake inategemea mapayonia, wakati sarafu zingine zinategemea nguvu ya exchange wanayopangiana kule coin market cap, jambo ambalo huko pai haiko. Yenyewe ni bidhaa ya watu ya kubadilisha bidhaa na pai ili iitwe utility. Kosa walilolifanya 2008 wakati wanajenga Bitcoin, alisema hatutaki tulirudie. Imekamatwa na matajiri Bitcoin, mwisho imekuwa asset ya kusafirishia pesa. Lakini hii wanataka hata robot likikamatwa, ile familia inayomiliki robot nayo pai zake zote anafungiwa miaka 100. Kwa nini? Wanataka raia halisi, binadamu tena wasaidiane linki, na hiyo imainiwe na mtu halisi na si mtu ambaye ni gaidi kwenye nchi yao, atumie vitambulisho halali vya nchi yake, kwa kuwa atamiliki pesa ndefu sana, awe faida ya taifa lake. Ndio lengo. Okay. Sasa kwa wale watu ambao wanafikiri kwamba pai watakwenda kuihamisha, watakwenda kuuza, unadhani wafanyiwe nini kama ninyi ni viongozi hapa? Kwa sababu nimesikia kauli nyingi sana zikitolewa na watu mbalimbali ambao ni wanaomaini pai, wakidhani kwamba wanapashwa kuzihamisha ili waweze kutengeneza pesa. Yes. Kwa sasa hawazuiliwi. Mlango umefunguka. Kuna mtu hata kufikia kesho atafilisi pai zake zote, yuko huru. Ndio maana ya open network. Ila nyuma ya pazia kitakachotokea, wakati mtambo umekaa sawa sawa, anaona bidhaa zinakuja zenye heshima ya pai, aliyezinunua kwa huyu mtu kwa sababu ya njaa, ataanza kuzitumia kwa GCV, na huyu hawezi tena kuzichukua. Baba mmoja kwa sababu ya mtoto wake alikuwa na Bitcoin 10,000 kwa ajili ya pizza mtoto ale, alipeleka Bitcoin 10,000 zote, na baada ya miaka 3 Bitcoin ikashuti mpaka $60,000 za Kimarekani. Yeye alinunulia pizza, dunia ikatangaza masikini wa kwanza duniani. Kwa hivyo yatatokea. Mimi nafikiri kazi yenu ya kuwasaidia watu walioteseka kumaini muda mrefu, alafu leo mtu anataka kumnyang'anya pai kwa kumpa dola 100, dola 300, kwa kuwa ana uwezo wa kutoa kwenye wallet. Kilichotuokoa nyuma, mlango ulikuwa haupo wa kutoa pai kupeleka kule. Kwa sasa hivi hata muongo fulani atakusomesha lugha nzuri uzitoe. Akuahidi nyumba, anakupa nyumba, naomba pai zako zote 50. Kumbe ameua uko wako wote. Unaona umefanikiwa, lakini kumbe umeharibu. Mimi nafikiri pia kama maambasada wa GCV, pai haina kiongozi. Ndio maana tumejiwekea kutoka makao makuu kule Kotimu, wakaunda maambassadors, kwa sababu wote ni mapayonia. Kando ya hapo viongozi wako huko Stanford. Sasa hawa ndio viongozi wetu ambao hata kilia mtu kwa hawa haraka, jamani yamenikuta ya kunikuta. Wana uwezo wa kutumia utaratibu wa kawaida. Mwenzetu kaibiwa pai, kinachoendelea serikali haikijui,
lakini hii ni kesi kuliko kesi ya kuua mtu. Maana unaua ukoo mzima, sio mtu mmoja. Kwa hivyo ni rahisi huyu mtu kusaidika kwamba tafadhali wewe ni pioneer na umekwapua pai za huyu ukampa shilingi 800,000 kwa njia yake ukaiba umpe, watataka hata arudishe, kwa sababu hawa wana uwezo wa kuripoti kwenye security circle, na security circle ikilifikisha kule iliyo na huyu aliyeibiwa, yule jamaa aliyeiba atafuatiliwa kwa transaction hash. Ikigundulika amefanya hayo maovu, atafungiwa akaunti yake miaka 100. 100. Manake kwa upande mwingine kwamba umefungiwa maisha. Hiyo ni maisha, 100 hautakuwepo. Sasa tunamalizia kabisa, tuko mwishoni. Anasaidikaje mtu ambaye ana hali ngumu kimaisha kuanzia sasa ili aweze kujikwamua, ikiwa mfumo ama GCV haijakomaa? Ni namna gani atakavyoweza kusaidika? Tupe zile mbinu ambazo zitatakiwa kutumika ili mtu aweze kugenerate, kutengeneza kipato ili kumwezesha aweze kuishi. Haya tunayoyaongea ni leo. Halafu ni ya masaa ya sasa hivi ya mchana. Tutakayoongea kesho ni mengine, maana hatujaona bado kinachokuja kitazungumza nini hapo. Hili swali litakuwa na ladha sana likijibiwa baada ya kesho huko au ndani ya wiki hili, maana lina nguvu hili swali. Tutaishije? Jibu ni hili, tuliisubiri pai tuishi nayo. Kwa hivyo kwa sasa hivi hatujajua hatua itakayofuata ni ipi. Je, ni Sibu Company ya Burundi tayari itaanza kutuambia bandarini tarehe fulani mizigo inaingia, au ni ile Kenya Batamo, ile Batamo Kenya ya malipo ya pai, au ni zile zilizoko kule ile ya Afrika? Maana kuna hackathon companies mengi yalikuwa yanasubiri leo ipite, alafu tutaanza kusikia kitu siku kwa siku. Kwa hiyo kuna uzuri nafikiri, na kuna radha. Kwa maana hiyo, nje na kusubiri, yako makampuni ambayo yatakwenda kutoa huduma full kwa pai, malipo pai. Maana kama unataka TV, unataka gari, unataka kitu gani, yako tayari. Kwa sasa hivi hata kesho mtu akiwa anakwenda China, Malaysia, Singapore, yeye ataingia tu wapi wanauza. Hayo hayana swali. Sasa kwetu sisi tuna makampuni yatakayoleta. Yalishajisajilia wa China, ya Wahindi, ya Waafrika. Mpaka ya kwetu hapa jirani Burundi alishaanza kuweka tawi hapa. Ili vitu vya bandarini vingine viishie hapa, vinapokwenda huko viende kwake. Lakini sisi tununulie hapa. Mbele ni kuzuri kabisa. Kwa maana hiyo sasa mtu anaweza kaa na nafasi ya kusafiri kuelekea kwenye nchi za wenzetu ambazo zimeendelea, na akapata huduma, akanunua vitu vyako, kama ni gari, kama ni chochote kile, kuanzia kesho milango imefunguka. Binafsi naweza nikaongeza langu, hana hela, pengine na nauli tu, amefika huko, mizigo amenunua, afanye utaratibu wa kuzidisha ili vingine huduma ya shipping cost awaambia atalipa bandarini na TRA atailipa bandarini. Akifika hapa anajumlisha vitu vingine katika noti, analipia hivi vingine. Hiyo itaanza kuanzia kesho. Hivi tunaongea, mimi mwenyewe naenda kuichungulia pasipoti yangu vizuri ili nione kukusanya nauli kukimbia huko. Kwa maana hiyo sasa unaweza ukaagiza, kama una ndoto ya kununua gari, ukaagiza magari mawili, likifika bandarini unauza moja, unakomboa la pili kuanzia kesho, si ndio? Hata 4 5 vingine vinauzwa, unanunua viwanja na nyumba zako huko. Lakini usalama ukoje kwa mtu ambaye anataka kuagiza mzigo nchi za wenzetu huko? Nataka kuagiza nikiwa niko hapa, mzigo ni uchukulie China, Dubai. Hiki ndicho kuanzia kesho. Hiki ndicho kuanzia kesho kitatokea kwenye Pi browser. Kutakuwa namna ambayo nilisikia watu wa shughuli ndogo ndogo, malipo ni papo hapo. Lakini mambo mazito kama gari, kama nini, ilisemekana nikilipa sasa hivi, siku ya 3 ile pai yangu itafika kule, itakuwa delivery. Ili kuhakikisha bill of lading hapa ndani ya siku 3 tangu nimelipa, nijiridhishe kweli mzigo umeondoka. Kama umeondoka kuja kule, wanalilizi pai inafika. Kwa hiyo kutakuwa na ulinzi fulani ndani ya Pi browser. Hawaitapeleka moja kwa moja. Hapana. Itakuwa sawa na wenzake wakina Alibaba, B-Forward, unapoagiza gari, ukipitia kwao, usipopita kwa watu na wakwepa ile ushuru mdogo, lakini ni vizuri kupita kwao. Maana usalama sana, hata yule akivuruga wale wanaweza kumpata.
Wow. Kwa hivyo na Pi itakuwa na hivyo kumlinda Pioneer ili kienyeji tutafanyana hivi, nakuja dukani kwako, tuko Tanzania, nimemfuata huyu yuko Zambia, namuona na nanunua. Hayo tutafanya barcode haina shida. Okay. Lakini simuoni na yuko mbali. Katikati hapa kuna nyaraka za serikali zitatakiwa. Basi ni Pi browser. Okay. Mambo yatakuwa mazuri. Wow. Nimesema ni mwisho kabisa na hii ni mwisho. Kwa watu ambao pengine hawana utaalamu wa kuanza kufanya miamala na utaratibu mzima wa kupata manufaa ya Pi Network, unawashauri nini kuanzia sasa? Kuanzia kesho, yale yaliyokuwa yanajitokeza sasa yataruhusiwa. Tanzania tuna Twiga Commerce. Ipo nyingine kampuni inajiandaa huko Dodoma. Ipo Sibu ya Burundi. Hizi tunaziona kwa macho. Hata kukiharibika utawafuata ofisini. Lakini zilizobaki zingine, Map of Pi, zipo kwenye simu zetu. Na mazoezi tulishaanza. Akiingia para ataona vile vinyota vya Pi, anauliza gari zinauzwa wapi, ataona zinashuka eneo lile na address. Ataanza kuwasiliana nao moja kwa moja. Na akimaliza miamala itaanza. Mwingine atataka vingi mpaka akakague mwenyewe, ataenda kwa ajili ya window shop. Ajiridhishe ndipo aanze kuchukua. Hizi taratibu zitakuwa ni za kwa dunia inataka kugeuka. Kwa hivyo nataka kufundisha barabara nzuri na isiyo na kona ili itumike kwa sayari hii kwa siku zijazo kuliko barabara za zamani za kuagiza, za kununua, za kuuziana. Mpya tu inakuja. Kwa hali hii wageni, hasa si wageni, mtu aketie sijui wapi huko ndani kiuchumi na ana mine Pi, hana connection zaidi, ila atategemea connection yake kwenye dashboard ya Pi. Pale tu labda atasaidiwa tu namna ya kuingia. Akishaingia kule shughuli kaanza, na anapoagiza ataagiza rasmi kwa kupiga simu, maana atakuta contact kule ndani. Mfano mdogo ni ule, ukiwa Binance ukamfanya mambo yako huko, unataka utoe hela, ukachagua yule wakala, mtajikuta mnaongea naye. Hii ndiyo itakayoendelea hata kwenye Pi. Kwa maana hiyo watu watafute elimu kwanza kabla hujaanza kufanya miamala, usije ukapotea. Ni wazo zuri, maana Web3 ni decentralized. Nikianza biashara hapa hatuna mtukati. Kama nikikosea ikaenda haina kurudishwa. Kwa hiyo ni vizuri, heri mtu awe mgumu amwite mgumu. Ni bora kuliko harakishe kuvipeleka kabla ya kufikia suluhu ya kwamba ni vyenyewe nimeelewa na ni njia sahihi. Hiyo utajiridhisha. Sawa sawa. Magrupu yaliyosaidiana kuchimba Pi hayatakoma kusaidiana namna ya kufanya hizi huduma. Tutayatumia. Sawa. Mimi nikushukuru sana daktari. Wewe ni mtu muhimu sana kwa taifa katika upande wa blockchain pamoja na cryptocurrency. Pengine wito wako wa mwisho kabisa kwa serikali na wananchi ni upi kuhusiana na ujio wa cryptocurrency? La kwanza ni shukuru, nimefuatilia tangu mwaka juzi Mheshimiwa Rais akizungumzia mambo ya blockchain technology, cryptocurrency. Alafu anaviandaa vyombo vya fedha kwamba ingieni huko. Yaani hakikisheni hawamuelewi. Ujumbe wangu ni huu: kila aliyesomea mambo ya fedha asiyeweza kuelewa sasa hivi kinachoendelea hata kuwa kiongozi wa mambo ya idara ya fedha, automatic hana nafasi. Anajitoa kwenye mfumo. Dunia inataka wanaojua. Watasimama wanaojua wajibu wao ni upi kwa wakati huu. Kwa hivyo waitumie hii nafasi kuingia kwenye madarasa hayo. Nishukuru TRA ilifika mahali iliita baadhi ya watu ikaanza kutengeneza blockchain. Hayo ndio maandalizi mazuri. Kuna mamilioni huko, mpaka watoto wa miaka 10 watamiliki milioni ya dola. Sasa kama hawajui, kodi zinapotea nyingi. Wamarekani wana kitu wamekiunda, kitasambaa duniani. Ukiwa na Binance, ukifika kuru unaingia binance.us. Ukibaki na Binance yako zitayeyuka zile sarafu zako zote ulizoficha kule. Kwa hiyo nini? Kuna aina fulani ya makato madogo
wanamegua kidogo kwa kila transaction inayoendelea huko. Hivyo serikali inajipatia mapato mazuri na inamegua kidogo mno, alafu ni mzigo mkubwa, kwa hiyo wanajikuta wana hela nyingi. Hii ndio lengo hasa nafikiri la Mheshimiwa Rais tunakokwenda. Upande wa sisi raia Tanzania tuna tabia moja ya kusema ngoja tuone yatokee ndipo tutaingia. Kuhusu pai ni tatizo. Sasa hivi tunaposubiri mfumo unakomaa kwa sura ipi sasa, wenye kujiunga wawe wengi. Mbele huko kunafungwa. Yaani watakapotupa ratiba halisi ya mizunguko ya kibiashara ya barter trade, hata mining rate itaanguka chini. Alafu watakuwa wanachimba kwa mwezi mzima, mwezi na nusu, ndio apate haka kamoja. Baadaye miezi 10 hadi 11 kamoja. Kwa lugha nyingine, baadaye ndo huko hatutachimba, maana unachimba mpaka wajukuu zako ndo wanakuja kupata pai moja. Wewe unaziweka unaondoka, hujaipata moja. Kwa sababu kama malengo yatatimia ya maoni ya Wamarekani ambao tunawaombea yatimie tu, kwamba pai itakuja kufika milioni $1. Dola milioni 1. Ni nini tunachokiongea kama sio bilioni 2.5? Kwa tunakokwenda dola hizi kwa noti zetu zinazidi kuharibika, kwa hiyo ni bilioni 3 za Kitanzania. Ndio. Sasa hiyo bilioni 3 wakupeje ndani ya miezi 6 bure? Sio rahisi. Hata mwaka mmoja ukiahidiwa bilioni 3, yani ni kama wamekupa kwa mwezi kabisa. Kwa hiyo wana lock mining rate inazidi kuondoka. Huu ni muda mzuri kwa pai kuendelea kujiunga. Wajiunge. Kumbe bado kuna nafasi ya watu kuendelea kujiunga. Haitafungwa, itaendelea. Haitafungwa. Na kadri inavyoendelea, ila mining rate itapungua, itazidi kuharibika, lakini ni fursa yao tunakokwenda. Hata mining rate hiyo nayo haitatufaa. Itapotea. Maana utazeeka unachimba. Ni bora kwa sasa hivi watu waingie. Alafu lingine, dunia iko kwenye about time. Tukikataa itahama na kila kitu tulichonacho tutabaki tumesimama kama sanamu. Na tutalazimika ili turudi tuifuate. Na wakati huu umechoka, huna nguvu ya kuweza umevurugwa kupambana na mfumo, umeshakuacha mbali, umeharibika. Kwa hiyo ni vizuri tujue kuwa dunia imeingia kwenye dijitali. Inaondoka kwenye mfumo wa noti. Picha ndogo. Kile wanachofanya Kimara, gerezani, mwendo kasi. Si wanauza kadi? Yes. Yeah. I think I have it. Hivi vitu nilikuwa nalipia na kulipia hapo. Wow. Ni kadi. Hawa watu wanaokaa madirishani wanauza hivi vitu ili usafirie, uswapu. Pesa iliyotumika kutengeneza yale mashine ni kubwa kuliko kadi. Wameingiza mamilioni, alafu watu hawataki kuingia pale. Wameanza change hakuna. Baadaye si change hakuna, hata wahudumu hawatakuwepo. Watu wataenda madirishani, hakuna nini unavyo. Tumeelimisha muda mrefu, alafu natusumbua dirishani. Dunia itafika mahali ni kila mtu afanye atakavyo, la sivyo jirundike hapo, nenda download kwenye simu yako upate hii kadi iliyo kwenye simu nako wameweka. Sasa hii ndio shule. Yani tayari tunaondoka kipesa, tunaondoka kuswapu, tunaondoka kwenye lipana hela. Tunakokwenda itakuwa unanilipa mikono yake imepimwa na daktari, sinetee magonjwa. Ndio dunia inayokuja sasa hivi. Alafu unaibiwa burungutu la pesa, tumebeba mzigo kama hicho cha kufagilia, umejaza hela. Unaenda polisi, wamekwapua. Polisi nauliza zilikuwa kwenye dijitali au nini? Unasema nilirundika humu ndani. Wewe ndio wa kwanza kukamatwa kwa sababu umefanya roho za waizi kuvurugika. Unasupport wizi. Naam. Tunakokwenda ni kugumu. Wakielewa hii kwetu mwanzoni tusio na uchumi mzuri, tukaibukia humo, tutanusuru mengi ambayo tusingeyaweza kwa kubadilisha pesa zetu kununua kile. Maana wengi watajikuta ili amiliki pai, avuruge hela zake. Maana nazo atajikuta milioni 800 au bilioni 2.5. Huo mtaji kwanza mmeungana wangapi mkawa nazo, alafu mnunue ile pai moja. Ndio tunakokwenda. Ni kigumu sana. Ni kigumu. Nilisema ni mwisho, ninaomba uniwe radhi sana daktari. Kuna maswali mengi sana nimekutana nayo mara nyingi. Ni kwa namna ipi watu wanaokupatia pesa bure
na mwakilisha mwananchi, wanakupatia pai bure ambazo zitakuja kukutajirisha wewe kuwa bilionea bure. Wao kama timu wananufaika na nini? Lakini pili, serikali itanufaika vipi na miamala inayofanyika kwenye blockchain? Si tu hilo na lingine juu yake. Je, mpango mzima wa pai unanufaisha vipi mataifa yote duniani? Kuna fungu lilishatengwa kwa mataifa, idadi tu imenitoka. Kila nchi itakayotumbukia kwenye pai kuna fungu lake la mtaji kama taifa. Wow. Hilo lipo tayari. Okay. Kwa hiyo ni nchi tu zianze kuegemea kule. Yaani imejipanga kuondoka na nchi zote, ili wananchi wasije wakasumbua taifa kwa kuwa ni matajiri kuliko serikali yao. Kuna fungu rasmi lipo na lilipita hapo nyuma na lilisemwa sana katika mgawanyo wa white paper. Kuna mafungu ya aina hiyo, kisha zipo za bonus zimetolewa kama malipo ya vihamasisho, ili nikikulipa ukimbie ukamsaidia ndugu mwingine ili ulipwe. Kwa nini? Wakimiliki wachache itaharibika kama Bitcoin, wamiliki wengi. Ili sina shida ya chakula ninacho, ila sina mavazi, nitaenda dukani kwako. Kumbe maji ya kunywa nitanunua kwa yule jamaa. Tukiuziana na kununuliana sisi kwa sisi, wale wengine ni dunia ya pili, wataona kwao kunaanza kuteseka. Mwisho watakuwa wote raia wa kwetu. Yaani dunia mbili zimezaliwa leo, na dunia ya kwanza ni mpya, inaitwa dunia ya kidijitali. Upande wa uchumi itazidi kwenda juu kiuchumi, wakati kule kwenye noti kunaanza kushuka chini kiuchumi, ili dunia ile imegukie huko. Kando ya hapo tunasubiri vita ambavyo havieleweki vitatokea. Wakuu wa dunia watakapokuwa nyuma ya pai, ndipo mataifa yatapepesuka sana kung'ang'ania na kuingia upande wa serikali zao. Okay. Kwa maana hiyo sasa hapo tumemaliza upande wa serikali. Miamala ile kinafanyika, serikali ya Tanzania hususan inanufaikaje? Kwa sasa hivi haina faida inayopata. Hata kwenye Bitcoin haipati kitu. Wow. Ndio maana bungeni mbunge wa Momba aliwahi zungumza sana, mbunge wa Arusha aliwahi zungumza sana. Yule sio ni Catherine na huyu sio ni Lema, niliwafuatilia bungeni kipindi chao kile. Na mwaka jana huyu wa Momba amerudia, yeye bado yuko bungeni. Kama serikali mnapata hasara, hasara kubwa za mamilioni ya pesa huko angani yanatandaa, halafu amwambuli hata hii. Wazo la rais wa nchi hii kwamba tufanye hivi vitu, mambo ya angani yashirikiane na huduma zetu za kifedha, ana maana ndio utajiri uliobaki sasa hivi kwenye vyombo vyetu vya fedha. Sawa. Kitendo cha kuchelewa wanajinyima, kwa sababu wao mpaka sasa CRDB, NMB na benki boa zote hizi ni centralized exchange na ATM zao, lakini kilichoko sasa hivi ni decentralized. Ninapofanya shughuli hizi hata CRDB hajui, benki kuu hajui. Tunalipana hapa milioni 100 yanaisha sisi tu, hakuna anayejua mwingine, hakuna anayejua. Wow. Yameisha. Tutatokea tu kwa balozi kwamba tumekuja kuandikishana au kwa mwanasheria. Ndio atasema basi nipe hiyo 50,000 yangu. Tunatoa ya mfukoni tunampa, lakini shughuli iliyofanyika huko nzito hawaijui. Kwa hivyo wazo si kwamba sasa kwa nini alafu kuna tisha mara wezi huenda wapo huko tukaibiwa. Ndio kauli zinazotokea kwa vyombo vya fedha ambavyo rais anasema jifunzeni, ni waoga. Sasa wazo lililopo, kwani huko hatuibiani tena, keshia anakupanga na anakuibia kwa kuwa ndiye mtu tatu ambaye sasa hivi dunia inamtoa. Mimi uniibie tu kwa kuwa tunafanya hayo, mimi sijui pa kubonyeza, wewe unajua hilo, na itajulikana nilikuwa nafanya muamala na nani, sio siri. Huko juu kwenye blockchain transaction ziko wazi kulingana na address uliyoitumia, mpaka watajua imetumbukia pale vizuri. Yalishasetiwa ni maroboti automatic. Hayajali sura, cheo, inchi, kabila, elimu. Kwa hivyo yanafanya kwa haki. Kitendo hicho baadhi ya nchi hazikipendi kwa sababu zitanyimwa uhuru wa kumiliki watu na kukandamiza kifedha. Tunaishi kitumwa. Sasa
tuna bahati, ukikuta rais wenu anakimbilia kwenye blockchain, ana maana watu wawe huru. Salvador ikawa ya kwanza kuintegrate Pi katika uchumi wao, mauzo ya kila siku. Kaele ka nchi kamepanda juu uchumi, hakuna mfano. Sasa hivi nchi zinachungulia kwamba kumbe tulichelewa. Yaani hapa ndipo kuna siri ya utajiri wa mataifa, wakikimbizana sasa hivi waingie. Kwa sasa hivi ikitokea na iliyotokea leo, nikinunua gari ziwe mbili, ili nifaidishe serikali yangu, nije niuze hapa, alafu wakati hela yao kwenye gari ya pili, alafu ya kwangu ije. Hii ya kwangu ije, alafu hata hivyo nimeileta hii ya kwangu kutoka kwenye hela ambayo jasho la Tanzania lijawahi gusa. Kwa hivyo nimeiongezea taifa pato. Na nilipo walipo kingine pato la pili. Wakati mwingine ila nunue gari, auze miwa yake, auze nguo zake hapa Kariakoo, afanye vituko vyote hapa, tunanyang'anyana shilingi sisi kwa sisi, mpaka mimi nikunyang'anye zaidi na wewe nipate milioni 20 ninunue hilo gari. Lakini mimi na waacha ninyi mnanyang'anyana. Naenda angani kilomita 40,000. Nafanya muamala kule, nilienda bila kitu, narudi na milioni 20. Kwa hiyo hizi zitabaki za Tanzania, gari ile nikileta, yani limekuja kwa namna ambayo ni zawadi. Kwa hiyo nimeongeza pato kwa taifa. Kwa hiyo cryptocurrency au cryptocurrency watakuwa wazalishaji wazuri wa uchumi kuliko mtu mwingine yeyote. Kwa maana hiyo sasa unazungumza na serikali kwamba iwalinde na kuwatunza kuliko kawaida. Hawa ndo kitega uchumi cha taifa. Alafu lingine la kesho yake sasa, nao wakifanya muunganiko, wakaintegrate huduma zao na Pi, kila kinachotoka kwenye miamala wana fungu fulani linameguliwa, linaingia kwenye site yao. Kitu ambacho hawajajenga hicho ndicho rais anagombana kijengwe. Sasa hivi tukienda Binance, mambo ya Bitcoin, mambo ya Ethereum, Solana, tunafanyiana huko kimya kimya, hawajui. Ila ninapogusa Tigo ndipo wanapata kupitia mgongo wa Tigo, mgongo wa M-Pesa, mgongo ambapo wao ndo wangekuwa wa kwanza kuivuna. Mimi nafikiri wakati huu ni wakati mzuri, asija kaondoka huyu rais anayejua cryptocurrency ni nini, akaja asiyejua na akasema sivitaki hata kuvisikia. Mwisho tutazidi kupiga mark time huku chini kwa watumwa wa mataifa ya kisasa. Nikushukuru sana daktari. Mimi nafikiri nimemaliza, ingawa nilikuwa ninatamani kuzungumza na wewe. Bila shaka wa Tanzania pia wananiunga mkono, wangetamani kusikia mengi sana kutoka kwako. Nilisema ni mwisho, naomba niwe mtiifu, lakini ninachokiamini sasa katika mfumo huu wa kuagiza gari 1 mpaka 2 na ukaja ukalipia TRA, vivyo hivyo mtu anaweza kafanya kuagiza biashara zake sasa. Kama ni unauza nguo, ukaagiza mzigo wa kutosha, hata kama hauna cash, ukifika ukauza baadhi ya container 2, halafu ukalipia na mzigo ukatua ndani. Sina zaidi ya hapa. Nilikuwa na Daktari Samson Kibona. Hii ni Web TV Tanzania. Jina langu ni Alexander Mukwi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.